Yeah. Na ule mwanasiasa atachochea wananchi kufanya vurugu, atapatana na mkono wa sheria. Pale Kericho kuna wengine walikuwa wanavamia mashamba ya majani chai kwa sababu wako na historical injustices, and some of those, not some, those concerns look genuine. Mimi sisemi hakuna matatizo, matatizo iko, lakini suluhu sio kwenda kuvunja duka ya mtu ama kufunga barabara paka wakafungia ambulance inapeleka mgonjwa akakufa hapo kwa barabara kwa sababu kuna maandamano na mgonjwa ajui shida iko wapi. Yeye anajua tu ni mgonjwa na anatafuta daktari. Kwa hivyo hapa Witu, hii Lamu, kwa sababu nimekuja hapa na nimesema nitaendelea kukuja hapa, hii shida tuko nazo zote tutatatua. Hakuna shida ambayo haina dawa, kwa sababu wahenga walisema panapo nia pana njia. We will get to the root of all the issues and we will not leave any community behind. But those people who are inciting the public to violence, pretending that they are helping resolve historical injustices, I want to put you on notice. Those who are inciting the public to violence, using social media, using other forms of media, including vernacular radio stations, everybody must know that incitement to violence is a crime and desist from it. And we will not spare anybody. Hata kama wewe ni nani, hata kama uko mrengo huu wa siasa ama mrengo huu. Hiyo shida nimesema hapo Kericho ilikuwa watu ya chama ya rais, viongozi ambao wamechaguliwa na chama ya rais, lakini wameandikisha statement na ushahidi ukitosha tutapeleka mahakamani. Wale wengine wa mrengo ule wengine pia wakifanya makosa tunapeleka mahakamani, ili tutengeneze nchi ambaye ni nchi ya sheria. Mimi nataka niwahakikishie hivi ndugu zanguni, mimi sina kazi mbili taifa hili, niko na kazi tu moja: kupambana na wahalifu na kutengeneza amani na udhabiti wa nchi wa kudumu. Kwa sababu masuala kwa mfano ambayo tunaongelea ya hapa kwetu yanakaa kama ni masuala ya kawaida, lakini tukiyaachilia yaendelee hivi, hata kama hakuna shida saa hii, hakuna mtu anajua, labda siku za usoni ili shida itaenda izae shida kubwa sana huko, na hatungetaka tufike hapo. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie nitarudi tena mara mingi, nitafanya kazi na viongozi wenu, nitafanya kazi na nyinyi na officers wetu. You have my support. Na wananchi, serikali inajaribu ile iwezavyo kufufua uchumi wetu, kuhakikisha hii shida ya gharama ya maisha, shida ambazo ni za kiuchumi tumepunguza, vijana wetu wamepata ajira, tunamaliza tisho la ugaidi, ili tutengeneze nchi nzuri. Kwa hivyo mimi nimefurahi kufika hapa, na mimi najua ya kwamba wakati Mheshimiwa Rais atakuja hapa siku ingine, atakuta tumepiga hatua mingi mbele kwa hii mambo, na masuala ambayo yako hapa tutatatua hili siku ile Mheshimiwa Rais atakuja kuomba kura hapa mwaka wa kura. Tutakuwa na mambo ambayo tumesaidia hapa ya maendeleo, ya usalama, ya mashule, ya miundo msingi, ya uchumi, ili iwe ni rahisi yeye hata kupata kura zaidi ya zile alipata siku ile ingine. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana, nawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu.